Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na ni matumaini yangu wewe ni mzima wa afya, na kwa sababu hiyo na kukaribisha katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Leo fungu letu la maandiko linatoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23 mpaka mstari wa 33. Katika sehemu hii mjadala wetu utajikita katika kujadili kuhusu dhamiri kama ambavyo Mtume Paulo alivyozungumza. Katika aya ya 14 mpaka aya ya 22 tumeona kwamba Paulo aliwakataza Wakristo wasishirikiane na watu wasio Wakristo katika ibada zao za sanamu. Hapa kwa kuanzia aya hii ya 23 hadi aya hii ya 33, Mtume Paulo anajikita kuzungumzia kuhusu kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, hususan vile vinavyonunuliwa katika masoko. Katika sehemu hii Paulo anasema kwamba kula chakula hakuna madhara yoyote kiroho, isipokuwa kama dhamiri au hisia ikikushitaki basi usile. Tofauti ya sehemu hii na sehemu iliyopita ni mazingira na nia. Katika aya ya 14 mpaka aya ya 22 chakula kililiwa kwa madhumuni ya ibada, lakini hapa ni kwa madhumuni ya kula tu. Hata hivyo bado Mtume Paulo anatoa tahadhari anaposema katika aya hii ya 23. Anasema vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Neno vitu vyote katika aya hizi, kulingana na muktadha, neno hilo linawakilisha vyakula. Kwa hiyo hatuwezi kutumia aya hii kuhalalisha vitu vingine tofauti na kile kinachozungumzwa hapa. Mathalani, huwezi kutumia aya hii kusema kwamba tunaweza kunywa pombe, kufanya uasherati na mambo mengine, maadamu Paulo amesema kuwa vitu vyote ni halali. Wakati wote lazima tuzingatie muktadha ambako neno linapotokea. Kwa hiyo Paulo anaposema vitu vyote katika aya hizi, bila shaka anazungumzia kuhusu vyakula ambavyo ndio umekuwa mjadala katika eneo hili. Paulo anasema vyakula vyote ni halali, au kwa maana nyingine vimeruhusiwa kuliwa. Marko anaripoti kuwa Yesu alivitakasa vyakula vyote kama alivyoandika katika kitabu chake cha Marko sura ya 7 na mstari wa 19. Petro alikatazwa na Mungu kuita chakula najisi. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 15 unatanabaisha kuhusu hilo. Paulo mwenyewe alisema kuwa kuwazuia watu wasile chakula kilichotakaswa na Mungu ni fundisho linalotokana na mashetani. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na ule mstari wa 3 unazungumza kuhusu hilo. Kwa hiyo hakuna shida yoyote katika vyakula vilivyokuwa vikijadiliwa hapo. Paulo anasema ingawa vyakula vyote ni halali kuliwa, lakini si kila chakula kinaweza kumfaa kila mtu na kumjenga. Kumbuka katika aya ya 14 mpaka aya ya 22 aliwakataza wasile chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa nini? Kwa sababu kilikuwa hakifai na kilikuwa hakiwezi kumjenga mtu, kwa maana ilikuwa ni wakati wa ibada za sanamu. Sasa katika vyakula hivi nje ya ibada ya sanamu, kinaweza kumfaa mlaji, lakini kinaweza kisimjenge Mkristo mwingine. Kwa hiyo ili kulinda imani ya Mkristo mchanga ama Mkristo dhaifu, Paulo anasema katika aya ya 24, kabla ya kula mfikirie huyo asiyejengwa na chakula hicho. Maandiko yanasema mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake.
Ndivyo Paulo anavyozungumza katika aya hiyo. Katika mstari wa 25 mpaka mstari wa 27, Paulo anaonesha uhalali wa kula vyakula hivyo. Hebu tusome aya hizo ili tuweze kupata picha kamili. Paulo anasema, kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Na mtu asiyeamini akiwaalika, nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Katika soko la chakula la Korintho kulikuwa na maduka mengi yaliyouza chakula ambacho hapo awali kilikuwa kimetolewa sadaka kwa miungu sanamu. Sadaka zilizotolewa katika ibada za sanamu zilikuwa nyingi bila shaka, kiasi kwamba hata makuhani ambao walikuwa wanufaika wakuu wa sadaka zile hawakuweza kuzimaliza kwa kuzila. Kwa hiyo makuhani hawa waliweza kuchukua chakula kilichobaki na kwenda kukiuza kwa wauzaji katika masoko, ili nao waweze kuwauzia watu wengine wa kawaida ambao watatumia kwa matumizi ya chakula. Chakula hiki kilipokuwa sokoni hakutofautishwa na vyakula vingine ambavyo havikuwa vimetolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo pekee mtu angeweza kujua utofauti kwa kuuliza. Na kama Mkristo angekwenda kununua kwa ajili ya kupata kitoweo, na kama angeamua kuuliza na kupewa majibu kuwa chakula hicho kilikuwa kimetolewa sadaka kwa sanamu, huenda dhamiri ya Mkristo huyo ingeweza kumwambia kuwa yeye naye angekuwa anashiriki au kuunga mkono ibada hizo za sanamu. Sasa ili kuzuia hilo, Paulo anawaambia msiulize, ninyi nunueni na mle, kwa sababu chakula hicho kinatokana na Mungu. Kumbuka mstari wa 26 anasema dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo, na hiyo ni pamoja na vyakula hivyo. Akizungumzia jambo hilo katika aya ya 27, mtume anawaambia, pindi mnapoalikwa na mtu mpagani, kwa maana mtu asiye Mkristo, katika karamu au kwa maana ya chakula chochote, anasema, na ikiwa mnahitaji kwenda, basi mnaweza kula bila kuuliza. Kwa maana nyingine, hakuna haja ya kudadisi. Hii ni sawa na msemo wa Waswahili unaosema, ukimchunguza bata hautaweza kumla. Hata hivyo, mambo yakienda tofauti, ikatokea mmoja wa Wakristo wachanga walioalikwa katika karamu ile au katika chakula kile, akatia shaka chakula hicho, akawa na mashaka pale, basi Paulo anasema, wewe uliye mkomavu unapaswa kujizuia kula. Aya ya 28 mpaka aya ya 30 inasomeka namna hii. Aya ya 28 mpaka aya ya 30 zinasomeka namna hii. Lakini mtu akiwaambia, kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Nasema dhamiri, lakini si yako, bali ya yule mwingine. Maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nutukanwe kwa ajili ya kitu nikishukuriacho? Hayo ndio maswali ya Paulo. Inaonekana hapa mwaliko haukuwa kwa Mkristo mmoja, bali ulikuwa ni kwa zaidi ya Mkristo mmoja. Kumbuka walikuwa wanaishi katika jamii. Kanisa hili lilikuwa miongoni mwa watu wengi ambao hawakuwa Wakristo, lakini bado walikuwa na mahusiano ya kimwili kama wanadamu. Mtu anayezungumziwa katika aya ya 28 bila shaka ni Mkristo dhaifu
au unaweza kusema Mkristo mchanga. Kama mtu huyu angekuwa si Mkristo, kusingekuwa na haja ya Wakristo wakomavu kutokula chakula hicho, kwa maana mtu huyo asingekuwa na shida yoyote ya chakula hicho. Kumbuka, wapagani hawakuwa na tatizo lolote kuvila vyakula hivyo. Kwa hiyo lazima mtu huyu ambaye anasema chakula hiki kimetolewa sadaka, lazima mtu huyu atakuwa ni Mkristo dhaifu. Kumbuka, hoja kama hii pia imejadiliwa katika sura ya 8. Katika sura hiyo, hususani mstari wa 11, mtu huyu dhaifu ameitwa kuwa ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Kwa hiyo Paulo anasema ndugu huyu, dhamiri yake ikiwa na shaka juu ya chakula hicho, basi kwa ajili yake msile chakula kile, ili kuweza kunusuru amani yake, imani yake na ustawi wake katika Ukristo. Lakini kwa nini Mkristo huyu dhaifu bado imani yake au dhamiri yake inakuwa inamshitaki kwa namna hii? Hebu tujikumbushe kusoma katika sura ya 8 mstari wa 7 ili tupate jibu la hilo. Nasoma: bali ujuzi huu, yani ujuzi ya kwamba sanamu si Mungu na vyakula hivyo ni halali kuliwa. Hilo linaelezeka kwa kina kuanzia mstari wa 1 mpaka huu wa 6. Hapa katika mstari wa 7 Paulo anaendelea kusema, bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, kwa maana si Wakristo wote. Neno watu wote hapo linamaanisha Wakristo. Kwa hiyo si Wakristo wote waliokuwa na ujuzi huo. Anasema ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu, yani walipokuwa mwanzoni wapagani walikuwa wamejikita sana katika ibada hizi, pengine tangu utoto wao. Kwa hiyo ilikuwa imewakaa mno katika fikra zao. Anasema hata sasa, kwa maana wakati huu wanapokuwa Wakristo, hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Hiki ndicho kinachowatatiza watu hawa. Kwa hiyo maswali anayouliza Paulo katika aya ya 29 na aya ya 30 ni maswali ambayo yanalenga kumwambia Mkristo aliyekomaa kwamba huna haja ya kula chakula hicho. Mstari wa 29, swali analouliza, anauliza maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Uhuru anaozungumza pale ni uhuru wa kula chakula kile. Chakula chenyewe kwa asili yake sio dhambi, lakini kwa nini uhuru huo uweze kuhukumiwa na mtu mwingine? Kivipi hasa mtu mwingine anaweza kuhukumu uhuru huo? Mara nyingi Mkristo mchanga akimwona Mkristo mkomavu anafanya jambo ambalo yeye anadhani halipaswi kufanywa na mtu Mkristo, mtu huyo aidha atalaumu au kupitia tukio hilo anaweza kuhalalisha mambo yote, hata yale yasiyotakiwa katika Ukristo, au anaweza kuamua kuacha imani kwa kudhani kuwa Ukristo ni ulaghai tu. Bila shaka utakuwa umeshawahi kuwasikia baadhi ya watu wakisema, ambao mwanzoni walikuwa Wakristo, lakini baada ya kupambana na mambo yanayofanana na haya au yanaweza kawa kama haya, wanasema kwamba Ukristo kama ni ndio hivi, basi mimi sina haja tena ya kuendelea kuwa Mkristo. Hiki ndicho anachokizungumza Paulo. Anasema kwa kufanya hivyo watu hawa wanakuwa ni kana kwamba wanahukumu uhuru kwa mtu mwingine, au katika aya ya 30 inakuwa kana kwamba wanatukana ile hali ya shukrani ambayo huyu ndugu anayekula ameshukuru chakula hicho. Kwa hiyo ili kuepusha hilo, mtume Paulo anatoa suluhisho kwa kusema ya kwamba mstari wa 31, tusome mstari wa 31. Anasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Maana yake nini kufanya mambo haya yote kwa utukufu wa Mungu? Kwa mujibu wa Paulo, kufanya jambo kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika aya hii ni kuepuka
kuwasababisha wengine kutenda dhambi. Hata kama jambo lenyewe kwa asili yake si dhambi, lakini unapolifanya jambo lile unakuwa unawakwaza wengine, na kwa hiyo umemsababishia mtu yule kuweza kutenda dhambi. Paulo anachoshughulika nacho hapa ni tatizo la upendo. Wakristo wakomavu wa kanisa hili hawakuwa wanawajali Wakristo dhaifu. Katika sura ya 8 mstari wa 1 aliwaambia hivi, na nukuu, ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Hapa hamaanishi kwamba watu wasiwe na ujuzi. Bila shaka maandiko maeneo mengi yanasisitiza kuwa Wakristo wanatakiwa kuwa na ujuzi. Kwa kweli katika Mathayo sura ya 22 mstari wa 29 aliwalaumu Masadukayo kwa kuwa wao walikuwa wakimlaumu yeye au walikuwa wakimtega yeye, na yeye akawaambia kwamba wanapotea kwa kuwa hawayajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa hiyo ujuzi tunauhitaji kwa ajili ya ustawi wa kanisa, kwa ajili wa ustawi wa Mkristo mmoja mmoja. Katika Waebrania sura ya 5 mstari ukianza wa 11 aliwalaumu Wakristo wale ambao wamefundishwa muda mrefu kiasi kwamba walitakiwa kuwa walimu, lakini bado waliendelea kuhitaji mafundisho ya awali. Kwa hiyo akawa amewalaumu kwa kitendo chao cha kuto kukua katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo ujuzi ni muhimu kwa Mkristo, ni muhimu bila shaka, ili kuweza kulisaidia kanisa. Maana bila ujuzi tunawezaje kupata maaskofu? Tunawezaje kupata wahubiri? Tunawezaje kupata mashemasi? Lakini zaidi sana, tukipata maaskofu ambao hawana ujuzi, watawezaje kufundisha? Watawezaje kuwalinda Wakristo dhidi ya mafundisho ya uongo? Kwa hiyo ujuzi unatakiwa, lakini ni lazima tuwe makini na ujuzi huo, tuutendee kulingana na mapenzi ya Mungu na sio kulingana na mapenzi ya wanadamu. Lakini jambo hili ilikuwa tofauti kwa Wakorintho hawa, na huenda hata kwa Wakristo walio wengi. Mara nyingi Wakristo wanapopata ujuzi mkubwa wa kimaandiko huanza dharau. Wanawadharau wale ambao hawana ujuzi mkubwa kama wao. Hiki ndicho Mtume Paulo anachokijadili hapa, na ndicho kilichokuwa kwa Wakorintho hawa. Kwa hiyo walikuwa na majivuno badala ya kuwa na upendo. Mtume Paulo, msisitizo mkubwa katika sehemu hii ni upendo. Watu hawa waliangalia zaidi faida yao badala ya faida ya Wakristo wenzao wengine. Paulo katika aya ya 33 anawakumbusha kuhusu yeye mwenyewe kama mtume, jinsi alivyoshughulika na jambo hilo. Anasema katika aya hii ya 33, katika aya 33 anasema, vile vile kama mimi ni wapendezavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe, ila faida ya walio wengi wapate kuokolewa. Hiki ndicho Mtume Paulo anachokisema, na kimsingi ukianza katika aya 32 anasema, msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Kisha anajirejelea mwenyewe kama ambavyo tayari tumekwisha kusoma. Hiki bila shaka ndicho alichokuwa amekisema pia katika sura ya 9 mstari wa 19 aliposema, na nukuu, ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, na alijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi, mwisho wa kunukuu. Vile vile katika kitabu cha Warumi, baada ya kujadili kwa kina kuhusu mambo ya usuyo dhamiri, mambo ya kitamaduni, katika sura ya 14 ya kitabu hicho, katika sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 3, mtume aliwaandikia Wakristo Warumi akisema, nasoma, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, yani Wakristo dhaifu. Wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Kila mtu miongoni mwetu ampendeze jirani yake, kwa maana ya Mkristo mwenzake, apate wema akajengwe. Mtu yule Mkristo mkomavu anapotenda mambo kwa kuangalia Wakristo wengine, yanawajenga sana Wakristo wachanga. Tunapoondoa mambo yetu binafsi, tunapoondoa ubinafsi, inawafanya kuwajenga Wakristo walio wachanga, na hilo ndilo kusudi. Kisha katika aya ya 3 ya kitabu hicho cha Warumi
anamleta Kristo kama kielelezo kikuu cha namna tunavyotakiwa kujitoa kwa ajili ya wengine. Mtume Paulo katika Warumi hiyo anazungumza akisema, kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Kristo hakujipendeza mwenyewe. Bila shaka utakumbuka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5 anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu kama ilivyokuwa kwanza kwa Kristo. Kisha anaendelea, anazungumza kwamba Kristo ingawa yeye alikuwa Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Badala yake akavaa mwili, akawa na namna ya utumwa, akatukomboa na akawa mnyenyekevu hata mauti ya msalaba, mauti ambayo yaliwafaa watu wahalifu, lakini aliyachukua yeye kwa ajili yetu. Kwa hiyo hakuangalia mambo yake, badala yake aliangalia faida ya watu walio wengi. Kila Mkristo anapaswa kuangalia maslahi mapana ya Mkristo mwenzake. Hii kimsingi ndiyo kanuni ya upendo katika Ukristo. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4, Mtume Paulo anaandika akisema, kila mtu, kwa maana ya kila Mkristo, asiangalie mambo yake mwenyewe, kwa maana nyingine hasiwe mbinafsi, bali kila mtu, kwa maana ya kila Mkristo, aangalie mambo ya wengine. Sio kwamba awe mbea, awe mpekuzi, bila shaka aangalie ustawi wa watu wengine. Kwa hiyo Paulo anawataka Wakorintho hawa bila shaka na Wakristo wote, hata na sisi tulio wa leo, kuweza kuzingatia upendo zaidi na sio kujitazama wenyewe. Baadaye katika sura ya 13 alijadili kwa kina zaidi kuhusu upendo. Bila shaka unapoanza kusoma kuanzia sura ya 8 unaweza kuelewa vizuri zaidi kile ambacho anakijadili katika sura ya 13. Hili lilikuwa moja la tatizo kwa Wakorintho hawa, kukosa upendo. Lakini kwa sasa anachokifanya Mtume Paulo, anaweka utangulizi jinsi upendo unavyotakiwa kuwa. Na kama mtu hajui namna gani anatakiwa kumpenda ndugu yake au kumpenda mtu mwingine, jibu la Paulo analitoa katika sura ya 11 mstari wa 1 kwa kusema, mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kama ni ngumu sana kuweza kuelewa kile ambacho anachokisema, basi walichotakiwa kukifanya ni kumtazama Paulo na kumtafakari namna alivyokuwa akizungumza, namna alivyokuwa akitenda. Basi hayo yangeweza kuwasaidia wao kuweza kuwa Wakristo waliotakiwa kuwa. Hivi ndivyo inavyotakiwa kuwa kwa kila mtumishi au kwa kila Mkristo mkomavu. Anatakiwa yeye mwenyewe awe kielelezo katika maisha yake, ili Wakristo dhaifu kwa kumtazama yeye wanapata kujengwa na hivyo kuendelea kuukulia wokovu. Hata hivyo, tunaweza kudhani kwamba labda kanisa la leo haliwezi kuhusika na maonyo haya, kwa sababu sehemu kubwa katika kanisa la leo au katika mazingira tulilopo leo hakuna sana mazingira hayo ya kuabudu sanamu, wala hakuna vyakula ambavyo vimetolewa sadaka kwa sanamu kisha sisi tunavyotakiwa kuvila. Mtu anaweza akawaza namna hiyo, lakini Paulo hakusema maonyo haya yanahusu chakula peke yake. La hasha, bali yanahusu kila jambo. Turudie kusoma katika aya 31 kuweka jambo hilo vizuri. Tunasoma, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote. Zingatia, amesema neno lolote. Anasema fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Huo ndio ulikuwa ujumbe wa Paulo kwa kanisa la Korintho, na bila shaka ndio ujumbe hata kwa kanisa la leo.